Mtume anasema itafika wakati katika umati wangu hakika binadamu hatojali riziki yake inatokana na kitu gani, halali au haramu, yote anakanyaga tu. Kwa hivyo watu hawajali shekhi. Na leo tukija kuchunguzana hapa, kila mmoja wetu haramu vumbi yake imemgusa kwa njia moja au nyingine. Kama sio riba amefanya khiana, kama si khiana amedanganya, kama si danganya amefanya biashara ya ghushi. Njia moja au nyingine riziki yake imeingia katika njia ambayo si sawa. Kwa Mwenyezi Mungu anasema kuleni vitu ambavyo ni vya halali, halalan tayyiba. Ndio unaona halali ni miongoni mwa sababu mtu kujibiwa dua yake, na haramu inasababisha mtu asijibiwe dua yake. Ndio Mtume anasema thumma dhakara ar-rajul yutilu as-safar ashghath aghbad yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Hii ni hadithi ndefu ambayo ameipokea Imam Bukhari. Mtume anasema inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa at-tayyiba. Mwenyezi Mungu ni msafi, Mwenyezi Mungu ni mzuri na hakubali ila kilichokuwa ni kisafi. Usije ukachukua kitu kichafu kaingiza katika maisha yako, Mungu hatakubali. Ndio Mtume anasema, anataja mwisho hadithi, anasema anataja mfano wa mtu ambaye anakwenda safari ya mbali kama kwenda Makka, anakwenda haji. Akifika kule amejaa majasho na vumbi na uchovu, anainua mkono wake, Mungu wangu, Mungu wangu. Na Mtume anasema na chakula anachokula inatokana na haramu, ima ni chakula cha halali lakini njia aliyopata naye ameipata na pesa za wizi, basi hiyo chakula pia inakuwa ni haramu pamoja na kwamba ni halali. Au anakula chakula cha haramu, anakula nyama ya nguruwe, anakula miraa, anakula vitu vingine vya haramu. Wa mashrabu haramu, na kinywaji anachokunywa ni haramu, ima imetokana na haramu, pesa aliyopata naye ni pesa ambayo ni haramu, akanunua naye kinywaji cha halali, basi hiyo kinywaji pia inakuwa ni haramu. Au kinywaji cha haramu, anakunywa pombe, anakunywa chang'aa, anakunywa kumi, yote ni haramu hizo. Wa malbasu haramun, na vazi alovaa imetokana na haramu, mpaka soksi yake aloivaa ni soksi ya wizi, ameiba. Sasa Mtume anasema wa ghudhiya bil haram, yeye mwenyewe analisha chakula cha haramu, fa anna yustajabu lahu. Vipi mtu kama huyu atajibiwa dua yake? Yani wewe leo unalisha chakula cha haramu, mtoto wako anafanya kazi ya uwizi, anawapiga watu kabari barabarani. Mtoto wako kazi yake ni kufanya kwenye benki ya riba, anafanya kazi kwenye shirika la pombe, analeta riziki nyumbani, wewe mzazi unaangalia tu. Ukiuliza wanasema jamani, nikimwambia na hofia anaweza kukataa kuleta riziki hapa, itakuwa